Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu katika ukumbi wetu huu, katika channel yetu hii pendwa, channel inayotuongoza katika kupata elimu. Alhamdulillahi alladhi khalaqa al-insana min 'alaq wa khalaqa kulla shay'in wa 'allama adama al-asma'a kullaha. Allama bil qalam wa allama al-insana ma lam ya'lam. Naam, leo tunaendelea na somo letu ama masomo yetu ya nyota. Leo tutazame jinsi gani nyota zinavyotumika katika kuanzisha mambo mbalimbali, mfano katika mambo ya kivita na kadhalika. Leo nitatoa mfano kupitia vita hii ya Irani na Israeli, ambao ya Waajemi na hawa wana wa Israeli. Na Mwenyezi Mungu anatuambia katika suratul An'am, anasema wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujumu litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Mwenyezi Mungu ametujalia nyota ili zituongoze. Akatoa mfano katika kiza ambayo hususan katika bahari watu wanatazama nyota zile kuangalia uelekeo, hapa tuko mashariki, hapa kaskazini, hapa kusini, ama huku tunapoelekea ni wapi. Kwa sababu zile nyota katika anga, zipo nyota ukizitazama unazikuta kuna nyota siku zote zipo kusini. Kuna nyota ambazo zimejipanga kaskazini, zipo kaskazini siku zote katika anga. Kwa hiyo zilikuwa zinatoa dira na uelekeo. Sasa pamoja na nyota hizo, zina mambo mengi na elimu nyingi. Mwenyezi Mungu ametupa mifano kama hiyo katika viza vya bahari. Na maana nyota wengine wanazitumia katika kufanya uvuvi. Zimetumika katika falsafa nyingi. Nasi tutazame mfano katika vita hii inayopiganwa kwa tarehe yetu hizi. Kwanza unapowazungumzia hawa wa Irani, wote hawa na hawa Israeli wanatumia abjad, hawa system ya abjad, ambayo ni wale wa Iraki nao wanatumia abjad, ambao wa Iraki unaizungumzia Babeli. Kwa hiyo usione ajabu Irani kumpiga Iraki, au wana vita vasili. Sasa hawa Irani na Israeli, hawa ni sawa sana mtu na mtuwe ambaye walikuwa wakipeana misaada hapo zamani. Hawa Waajemi waliwapa msaada hawa Israeli, lakini sasa hivi wamekuwa sasa washakuwa mahasimu. Okay, Irani tunapata hesabu yao hii katika abjad, tunapata 262, tukigawanya kwa nyota 12 tunapata nyota yao ya mbuzi. Hawa ni wafalme, hawa wana nyota ufalme, wakati hawa wa Israeli wana nyota ya mapacha, nyota ya elimu. Nyota mapacha, nyota ya elimu, falsafa, sayansi na mambo mengine, ambayo nyota mapacha ina kazi hiyo. Lakini okay, tukiganya katika masiku 7 ya hizi mpangilio wa sayari hizi za siku, wanaingia wa Irani katika sayari ya Maz. Maz ni vita hawa. Wakati hawa wanaingia katika sayari ya Qamar, mwezi. Kwa maana hawa walikuwa wakitumia sana mwezi katika mahesabu yao, abjad. Okay, kwa hiyo sayari yetu ya Maz inatumiwa kwamba ni sayari ya vita.
Kwa hiyo mara nyingi watu wanakosea kujua. Mtu anakuambia tumekuja saa ya Merihi, nakwambia wewe Merihi na kusumbua, na Merihi na kusumbua ni nge, nyota nge ndio inakusumbua, ama umelogwa, umefungwa. Merihi anatawala nge na nyota ya punda Himli. Kwa hiyo wewe nge itakuwa imekufunga, uchinje kondoo mwekundu na kadhalika. Watu wanasoma hiyo Saatul Khabar. Lakini kumbe haya masayari yanazunguka na kukaa katika buruji, huwa yanazunguka na kupita katika zile buruji 12. Sasa mfano hawa wa Irani ambao ni Wajemi, ambao ukisoma katika Isaya 45 hawa anazungumziwa katika Isaya 45. Huyu kiongozi wao ambaye ni Koreshi, huyu alikuwa mfalme, na ambaye hawa Wajemi na Waadadeni hawa walitumika katika kuivunja na kuisambaratisha ile Babeli kwa wakati wa miaka hiyo, ambapo hawa Waisraeli walikuwa katika utumwa. Kwa hiyo Bwana akanena na huyu Koreshi ambaye ni mpakwa mafuta wake, ambaye ni Masihi. Ina maana Mwenyezi Mungu amewachagua hawa Masihi, sio tu ni wana wa Israeli ndio walikuwa Masihi. Katika ulimwengu Masihi walikuwepo wengi wapakwa mafuta, akiwemo huyu kiongozi wa Kiajemi ambaye ni bwana Koreshi. Ukisoma Isaya 45 anazungumziwa kama ni mti wa mafuta katika Biblia nyingine na tafsiri zingine. Lakini huyu pia ni Masihi. Kama unavyoona kina Nabii Daudi wale nao walikuwa Masihi, kina Mfalme Suleiman wale ni Masihi, Isa bin Maryam au ni Masihi, hao ni wakombozi. Kwa huyu katika utawala huu wa Koreshi uliweza kuwavunja hawa wa Babeli ambao wa Iraki, ambao baadaye hawa Waisraeli walipata uhuru na kurudi kwao. Hii inatafsiri kwamba hawa Wairani walikuwa na nguvu enzi na enzi pia katika mapambano ya kivita na kijasusi. Sasa kitu ambacho cha kusoma, tumesoma tawala zao hawa, tumejua buruji zao, tumejua nyota zao kama hivyo, tumejua sayari zao. Kingine tunachopaswa kujua, lazima tuangalie, je, Merihi kwa sasa iko wapi? Sayari ya Mars, sayari yetu ya Mars ipo wapi? Kwa sababu sayari ya Mars ndio sayari ya vita. Tukichukua program zetu, moja ya program naona ionekani vizuri. Okay. Kwa nini haionekani vizuri? Okay. Okay, ngoja tutafute mwanga. Tunaiona hii Mars. Hii sayari ya Mars, umeona Mars iko hapa. Kwa kuwa Mars iko hapa, hapa naichora vizuri. Sayari yetu hii ya Mars, unaiona hapo, ipo katika nyota ya Simba. Ipo katika nyota ya Simba. Sayari ya Mars ipo katika nyota ya Simba.
Hii leo ipo katika nyota ya Simba. Haionekani vizuri. Hapa inaonekana vizuri Simba huyu. Leo mwenyewe, okay? Lakini yupo mkiani, karibu anaondoka. Bwana karibu anaondoka. Anaelekea kwenye mashuke huko. Kwa hiyo Salia Mazi ipo katika nyota ya Simba, ambapo huyu bwana Mwisraeli yeye akaanzisha slogan yake katika vita yake na inaitwa Operation Rising Lion. Kwa hiyo akimaanisha jua akiwa katika nyota yake ya mapacha, yeye atakuwa na nguvu pale atakapoanzisha hii operation. Kwa sababu kama Mazi ipo nyota ya Simba na yeye nyota ya mapacha ni upepo, anaamini kuna utawala utamsaidia katika operation yake. Kwa sababu utawala wa Simba ndo anaishi katika mambo ya kifalme na utawala. Kwa hiyo hawa wanaamini Operation Rising Lion, basi kuna utawala ambao utawasaidia katika kunyanyuka na wao kuwafanya kutimiza matakwa yao ama malengo yao. Ndio maana wakasema Operation Rising Lion. Kwa hiyo wakimtangaza ama wakitumia nguvu ya sayari ya Mars kwa kipindi hiki iliyokuepo katika buruji ya Simba ama katika nyota ya Simba, je, nini kitamkwamisha? Je, vita hii itachukua muda gani? Kwa hiyo unaweza ukaipigia hesabu inshallah kwa kutumia haya mahesabu. Ni mimi Dr. Abdul Fattah. Namba yangu ya simu ni 0672885454. Wabillahi tawfiq. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.